Oya, simu ya sister iko wapi? Sina simu. Lakini kaka sitoe simu. Niambie mara ngapi kama bado mimi sijachukua simu. Aisha lipa kwanza pesa ya chakula. Bado hajalipa. Toa pesa ya chakula haraka. Yaani kaka anachukua simu alafu anachukata. Atatoa. Toa sasa simu. Kaka toa simu. Bro, mimi sina simu yangu. Toa simu bwana. Sina simu bwana, sina simu mimi. Oi, sina simu. Simu utaleta au utaleta? Yaani ukikosa kazi unafaona yaingililia ya watu wengine yanakuuzi sana. Yaani tumekosa kazi na kuachia navyo hapo utatumika. Okay, tuache. Okay, asante. Habari zenu? Salama. Naomba ule maragi ya 500 na chapati ya 500 na andazi ya 200. Chai? Hapana, chai juu iko mingi sana. Fanya chapu chapu. Okay, poa, karibu ndani. Asante sana. Wangu kiko mtu alichukua simu yangu hapa. Simu? Yeah. Ameiacha ndani. Yeah. Naomba simu yangu. Dada, sijaona simu ndani. Unaona simu? Kaka acha masiara. Yaani umwa mjengea mwingine mtu zaidi yako. Unachotaka mimi ni simu yangu tu. Unajua hivyo? Dada, bado mimi sijaona simu. Yaani sisi bado tunaona simu. Hey, hivi amshangai na kaka. Anakata hivi ya kuona simu. Simu yako? Simu kwambie. Acha masiara. Baba nikiroho safi naomba kwa mara nyingine nipe simu yangu. Nikwambia mara ngapi kama bado mimi sijaona simu ndani. Naomba simu. Anakataka tukao hajaona simu. Kaka, wewe ndio kwanza mndani. Tuleta simu. Niseme mara ngapi ndio mweleo goli? Sikia nikwambie kakaangu. Tangu tuanze kazi hapa, hatujawahi kuibiwa hapa. Ndio nashangaa. Toa simu. Kaka, istoshe ndani tunawaheshimu sana wateja wetu. Okay? Mimi nachotaka kutoka kwako ni simu yangu tu. Sijui unanisikia vizuri. Lakini kaka, sitoe simu. Dada, niseme mara ngapi kama mimi bado sijachukua simu hapa? Niseme mara ngapi? Kaka mzuri hivi kwani unaiba simu alafu nakataa? Yaani kiukweli hujashika simu, sio maana yake. Hujaona hujashika? Sijaona. Ila wewe kaka unatuiti. Ila umeshika. Sijaona simu hapa. Tapigwa kama nyoka. Kaka Rajabu. Naam, sister naam. Hebu njoo kwanza. Kwa vipi sister? Yaani huyu kaka ni waajabu sana, ameingia humu ndani. Yaani mtu wa kwanza kwa sikia leo. Tutashangaza simu yangu ilikuwa pale kwenye kiti, nadai kuwa hajaona simu, sijui hajashika simu. Ongea naye anipe simu yangu. Oya, simu ya sister iko wapi?
Sina simu. Lakini kaka sitoe simu. Niambie mara ngapi kama bado mimi sijachukua simu. Aisha lipa kwanza pesa ya chakula. Bado hajalipa. Toa pesa ya chakula haraka. Atatoa. Toa sasa simu. Kaka toa simu. Sina simu bwana, sina simu. Oi, sina simu. Simu utaleta au utaleta? Sina simu. Leta simu. Chelewesha kaka, fanya haraka. Oi. Oya, mtu gani bro? Leta simu. Niache bwana, mtu gani? Utaleta simu au utaleta? Oi, Leta. Telefoni ndo aliiba. Ndio. Basi atoe simu. Ameiba simu. Ni mwizi vile. Ona, pati. Ona, mtafungwa. Ona, mtafungwa. Mama, simu yako kuita. Wewe umechukua simu ngapi? Si jaribu hii. Na kwa nini hujaniambia kama umechukua simu? Yaani mtoto ameshayesu wangu. Binadamu wabaya, binadamu wanyama, binadamu wakatili. Kwa nini kujichukulia sheria mkononi? Soma kitabu cha Mathayo 7:1. Kinasema hivi: usihukumu na usije ukahukumiwa. Hivi unawaza wote walioko jela wamekosea? Wengi wamepewa kesi za uongo kwa kuwa ni masikini, mafukara na hawana watu wa kuwatetea. Watu wanakufa kwa kesi wasizozijua. Hona kijana huyu amepigwa kama nyoka, watu wakimshambulia kwa maneno makali, kwa kupigwa mawe, kwa kupigwa marungu, kwa kosa ambalo wala hata masikini halijui. Kwa nini kujishikilia sheria mkononi? Tuishi kwa amani na upendo duniani, maana sote ni wapita njia. Tuheshimu sheria, tuache sheria ifanye kazi yake kama inavyostahili. Usione watu wanatembea barabarani, kila mmoja na matatizo yake na kila mmoja ana stress zake. Kwa nini kumpa kesi mtu ambaye hana hatia? Na kwa nini kumpiga na kumua mtu ambaye pia hana hatia? Usihukumu ili nawe usije ukahukumiwa.